Mahusiano ya kijamii ni nguzo muhimu katika maisha ya binadamu kwa sababu humsaidia kuishi kwa amani, ustawi na maendeleo ya kisaikolojia, kijamii na hata kiuchumi. Binadamu ni kiumbe wa kijamii ambaye huhitaji kuishi na kushirikiana na wengine katika nyanja mbalimbali za maisha kama vile ndoa, familia, urafiki, kazi na jamii kwa ujumla. Mahusiano haya hujengwa juu ya misingi ya mawasiliano, uaminifu, heshima, uvumilivu na kujali maslahi ya pande zote. Hata hivyo, pamoja na umuhimu wake, mahusiano mengi hushindwa kudumu au kuvunjika kabisa kutokana na sababu mbalimbali ambazo mara nyingi huanza kwa udogo lakini hukua taratibu. Leo tunakwenda kwa kina kuchambua mambo makuu matano yanayoweza kuharibu mahusiano baina ya watu wawili kwa mtazamo wa kijamii, kisaikolojia na kimaadili. Twende pamoja. Jambo la kwanza ni kukosekana kwa mawasiliano ya wazi, heshima na ufanisi. Mawasiliano ni muhimili wa mahusiano yoyote yale yenye afya. Mawasiliano ya wazi huwezesha watu kuelewana, kuelezea hisia zao, matarajio, changamoto na mipaka yao. Kukosekana kwa mawasiliano ya aina hii huweza kusababisha mkanganyiko, dhana potofu na migogoro isiyo ya lazima. Na mara nyingi watu hushindwa kuwasiliana kwa wazi kwa hofu ya kukataliwa, kugombana au kuonekana dhaifu. Badala yake huchagua kunyamaza, kujificha au kuwasiliana kwa hasira na lugha kali. Mawasiliano ya namna hii kawaida huacha majeraha ya kihisia na kupunguza thamani ya uhusiano. Aidha, kutokuwepo kwa usikivu wa dhati, kwa maana ya kusikiliza ili kuelewa badala ya kusikiliza ili kujibu, inaweza kufanya mawasiliano kupoteza maana yake. Kwa mantiki hiyo basi, mahusiano mengi huanza kudhoofika pale mawasiliano yanapokuwa dhaifu, yasiyo ya mara kwa mara au yasiyo na heshima. Jambo la pili ni kuporomoka kwa uaminifu kati ya wahusika. Uaminifu ni msingi unaoshikilia uthabiti wa mahusiano. Na pale uaminifu unapovunjika, hata kwa tukio moja, athari zake huwa kubwa na za muda mrefu. Uongo, usaliti, kukosa uwazi au kutotimiza ahadi ni vitu ambavyo vinaweza kuondoa imani iliyojengwa kwa muda mrefu. Mtu aliyepoteza uaminifu mara nyingi huanza kuishi kwa tahadhari, hofu na mashaka, hali inayozuia uhuru wa kihisia na ukaribu wa kweli. Katika mahusiano mengi, watu wanaweza kujaribu kuendelea kuishi pamoja baada ya kuvunjika kwa uaminifu, lakini bila juhudi za dhati za kurekebisha hali hiyo. Uhusiano huu unaweza kubaki katika hali ya mashaka na maumivu kadhalika. Kwa hiyo, kukosekana kwa uaminifu inaweza kuua mshikamano na kufanya uhusiano kukosa usalama wa kihisia. Jambo la tatu ni kukosekana kwa heshima na kuthaminiana. Heshima ni kiashiria cha thamani unayompa mtu mwingine. Na mahusiano yanapokosa heshima hujaa dharau, manyanyaso ya maneno, kubeza mawazo na kupuuzia hisia za mwingine. Heshima haimaanishi kukubaliana kila wakati, bali ni uwezo wa kutofautiana bila kudhalilishana. Pale mmoja anapojiona bora kuliko mwenzake au anapotumia mamlaka, pesa, elimu au nguvu kumkandamiza mwenzake, uhusiano unaweza kupoteza usawa wake. Kukosekana kwa heshima ni hali ambayo inaweza kusababisha hisia za kujidharau, hasira na kujitenga kihisia. Kwa muda, hali hii inaweza kujenga uadui wa kimya kimya, unaweza kusababisha kuvunjika kwa uhusiano
hata kama wahusika bado wanaishi au kufanya kazi pamoja. Jambo la 4 ni kushindwa kusamehe na kuishi kwa chuki ya muda mrefu. Msamaha ni tiba muhimu sana katika mahusiano ya kibinadamu. Hakuna uhusiano usio na makosa, kwa sababu binadamu kwa asili si mkamilifu. Hata hivyo, kushindwa kusamehe na kuendelea kubeba chuki ni mojawapo ya sababu kubwa zinazoangamiza mahusiano. Chuki inaweza kuathiri afya ya akili, inaweza kuongeza hasira na kupunguza uwezo wa kufurahia mahusiano. Na watu wanaobeba chuki mara nyingi huishi katika kumbukumbu za maumivu ya zamani badala ya kujenga mustakabali mzuri wa maisha yao. Aidha, tabia ya kukumbushana makosa kila mara inaweza kuondoa kabisa fursa ya uponyaji wa kihisia. Kwa hiyo, bila msamaha wa dhati, mahusiano yanaweza kubaki kuwa mzigo badala ya chanzo cha faraja na amani. 5 ni ubinafsi. Kutokujali na kukosekana kwa usawa katika kujitoa. Mahusiano yenye afya yanahitaji usawa katika kutoa na kupokea. Na ubinafsi hutokea pale ambapo mtu mmoja anajali maslahi yake pekee bila kuzingatia mahitaji, hisia na mchango wa mwenzake. Tabia ya kupenda kunufaika bila kujitoa inaweza kusababisha mmoja kubeba mzigo mkubwa wa kihisia na kiutendaji. Na hali hii inaweza kujenga uchovu, kukata tamaa na hisia za kutothaminiwa. Na kadri muda unavyopita, yule anayejitoa zaidi huanza kujiondoa taratibu kihisia, jambo linaloharibu kabisa mahusiano ya wahusika wawili. Kwa hiyo, ubinafsi pia unaweza kuua mshikamano na kuondoa roho ya ushirikiano inayohitajika katika mahusiano ya kudumu. Mwisho wa siku, mahusiano kati ya watu wawili ni matokeo ya juhudi za makusudi kutoka pande zote. Kukosekana kwa mawasiliano bora, uaminifu, heshima, msamaha na kujali inaweza kusababisha mahusiano kudhoofika na hatimaye kuvunjika. Mambo haya 5 ni chanzo kikuu cha migogoro mingi ya kijamii, kifamilia na kikazi. Na ili kujenga na kudumisha mahusiano imara, ni muhimu kwa kila mmoja kujitathmini, kurekebisha tabia zake na kujifunza misingi ya mahusiano yenye afya. Mahusiano bora hayajengwi kwa bahati, bali hujengwa kwa kuelewa, subra, uwajibikaji na nia ya dhati ya kulinda thamani ya mwenzako.